in our families, and we need to also have boundaries within us and others. Kwa sababu ina maana ya kwamba huyu na ambaye ni familia yako ni ana umuhimu zaidi kuliko hao na ambao kwa wakati mmoja huku wachagua na kuwafanya kuwa wa nyumba yako. Hivyo basi jinsi na ambavyo ulivyomchagua akiwa pekee na akaweza kumaliza hali yako ya upweke na ukajisi ya kwamba una rafiki yako ambaye ni wachana na pete na ambaye ni wakaribu mno, pia inakupasa ya kwamba ukapate kuwa pia na muda mwingi naye. Na pia katika masuala ya ndoa, you need also to have much with her and less with others. Actually, with these boundaries na ambazo tunasema hapa ni ya kwamba these friends should not be much involved into your family issues, or they should not come to your life so much to the extent of interfering with your marriage life or interfering with your life. Ambacho tunasema ni ya kwamba kama ulimuona na kufaa hata katikati ya hao marafiki, bado unahitajika kumtunza na kuweza kuwa na muda naye, na kupia katika mambo ambayo unafanya unamhusisha zaidi kuliko hata wazazi wako na marafiki zako, kwa maana yeye ndiye immediate family, ile familia na ambayo ni ya karibu mno na ambayo mnapasa kushirikiana katika mambo mengi. Mungu awabariki. Asante kwa kuweza kulijibu vizuri. Nadhani kwamba wale ambao walikuwa wameuliza swali ile kwa ajili ya mtandao, basi umeweza kupokea majibu tu. Basi hapo ndipo tutakuwa tunafika mwisho ama tamati katika kuleta mbashara matangazo haya ama makambi haya katika runinga yetu. Tupatane hiyo kesho kuanzia ile ya asubuhi saa 2 hadi tamati siku ile ya Jumamosi, siku ambayo tutakuwa tunamalizia kambi hili. Asante sana kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia na wageni wetu. Asante sana na asante sana pasa kwa kubali kushirikiana nasi. Karibu sana. Basi mtazamaji, hapo ndipo tutakuwa tunamalizia kipindi chetu leo hii. Tupatane kesho panapo majaliwa, Mungu akipenda. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Kwaheri kwa sasa.